Mtaa wa Kamizilente kwa mama yetu ambaye ni mama yake na marehemu aliyekuwa katibu hamasa wetu wa tawi marehemu Dorothy aliyefariki mwaka jana. Sasa wiki moja iliyopita tulifika mahali hapa na vijana wa kata ya Rwamishenye kwa lengo la kuja kumsalimia huyu mama, kumjulia hali. Lakini baada ya kufika hapa tukakutana na mazingira ambayo kwa kweli yalitusikitisha kidogo. Ni kwamba wakati wa uhai wake marehemu Doro pamoja na kaka yake ambaye yupo sasa hivi kwa Dar es Salaam walikuwa wameanza harakati za kuanza ujenzi wa hii nyumba kama mnavyoona. Hapo mafundi wanaendelea kwamba walianza wakanunua baadhi ya tofali kidogo, kulikuwa na mchanga, lakini sasa muendelezo ukawa haupo na baadaye Mungu akawa amemchukua Doro, ikawa tena zoezi lifanyike. Lakini baada ya kufika hapa tulivyoona haya mazingira kwa kweli yalitusikitisha kidogo, tukasema badala ya kuja tu kumtembelea kumuona na kuondoka, badala yake kama umoja wa vijana yatupaswa tufanye jambo. Nashukuru vijana wa Rwamishenye walilipokea hilo kwa nguvu zao zote na moja kwa moja wakaanza michango walicho nacho. Wapo waliochangia shilingi 10,000, wapo walioahidi kuchangia simenti 1, 2. Basi hatimaye baada ya kusanya michango kidogo tukawa tumekubaliana kwamba leo tuanze zoezi rasmi. Lakini kiupekee kabisa Mheshimiwa mbunge ametusapoti sana. Mheshimiwa mbunge ametoa tofali 300 ambazo hizi hapa zinaendelea kushushwa na leo anakabidhi rasmi. Tukasema pamoja na kukabidhi basi leo tuanze, tangu asubuhi tuko hapa, zoezi la ujenzi limeanza kama mnavyoweza kuona. Kwa hiyo kwa kupitia nyinyi, cha kwanza ni washukuru wadau wote walioweza kutuchangia, hasa umoja wa vijana kata ya Rwamishenye kwanza kwa wazo hili, lakini na kwa kukubali kulifanya jambo hili kaiwa sehemu ya kumuenzi sasa. Lakini la pili nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa sapoti yake ya tofali. Kwa kweli ametubeba kwa kiwango chake. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Lakini nitoe wito kwa wadau wengine kwamba changamoto hii inayomkuta Mama Dorothy leo, wapo wengi wanakuta na changamoto hii, lakini tuwaombe sasa kwamba umoja wa vijana kwa uchache wetu na udogo wetu tumeanza. Basi tuombe na wadau wengine waendelee kujitokeza. Bado tunahitaji tofali, tunahitaji simenti hapa, tunahitaji nondo, lakini tunahitaji pia bati pamoja na mbao ili tuweze kumaliza zoezi zima na kukamilisha hii nyumba. Kwa hiyo mimi niwaombe sana wadau watusaidie. Lakini nitoe wito kwa vijana kwamba zoezi hili linalofanyika hapa isiwe chanzo cha vijana wengine wasio waaminifu kwenda kufanya tofauti. Kama kuna mdau amekuchangia shilingi 5,000, hakikisha unaifikisha, amekuchangia kwa lengo la kuleta hapa, basi hakikisha pesa inafikisha hapa. Wasione hii kama ni vidafusa. Yaani vijana daka fursa na Samia. Hapana, hii sio vidafusa hii. Wasifanye hii kama ni chanzo cha mapato yao, vidafusa yao, hapana. Akichangiwa shilingi 2,000 ya mtu tuione, ije ifanye kazi hapa. Mimi naitwa Amada Simba. Ni katibu wa mbunge wa jimbo la Bukoba mjini, Mheshimiwa Johnson Mtasingwa. Ofisi ya mbunge wa jimbo la Bukoba mjini inaendelea kuhamasisha kwanza wananchi na wadau na wote mbalimbali wa jimbo la Bukoba mjini upendo huo, lakini bado tunaendelea tena kuwafariji hawa watu kama hawa, kwa familia ya mpendo wao aliyotoka hapa Doro, tuendelee kumfariji. Mheshimiwa Johnson Mtasingwa ofisi yake imechangia matofali 300 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi huu. Sasa naomba ofisi hii, wadau wa Bukoba kama walivyosema hapo awali, tujitoe. Upendo unaanzia sio ambacho ulikuwa nacho wewe. Mimi kwangu, kesho kwa yule, kesho kutwa kwa mtu mwingine. Huwezi ukajua kesho yako hapo baadaye. Tunawaomba ndugu wananchi mjitokeze kwa wingi kama alivyojitokeza mbunge wa jimbo la Bukoba mjini na katibu wa vijana mkoa. Nampongeza sana kwa kuhamasisha hili, lakini akipongeza na Chama cha Mapinduzi pia kwa kuliona hili. Panahitajika papi na jinsi ya kusakafu maeneo haya. Kwa hiyo tunawaomba wananchi mjitokeze kwa wingi. Jimbo ni la kwetu sote na sisi maendeleo tunahitaji kwa pamoja. Kwa machache na washukuru sana wananchi. Kwa majina naitwa Badru Hassan, mjumbe wa serikali ya mtaa Kamizilente. Kulingana na tukio lililoko mbele yetu, huyu dada yetu Doro alikuwa ni jamaa yetu, alikuwa ni mwanachama mwenzetu wa Chama cha Mapinduzi, pia alikuwa katibu wa hamasa wa tawi letu ila Kamizilente. Ili tukio lililotokea kwa dada yetu, sisi kama serikali ya mtaa kwa kweli lilitusikitisha sana pakubwa, maana tulipokea taarifa hii hiyo tarehe iliyotajwa
ilikuwa ni saa 12 asubuhi. Nakumbuka nilipigiwa simu saa 12:30, saa 12 kamili natoka msikitini kwamba kwenye mtaa wenu kuna tukio limetokea, mwenzenu ambaye anaitwa Dolosela amefariki. Maana kesho yake tarehe 4 ni kweli na mimi nilikuwa nimeonana naye, tumezungumza. Tarehe 5 asubuhi saa 12 nikashangaa kuambiwa kwamba Dolosela CCM, akanipa udhibitisho analia. Kuanzia muda huo tukaanza harakati za msiba. Kwa kweli tuliupokea kwa masikitiko makubwa. Nje ya chama, Dolosela alikuwa ni mtu wetu, alikuwa tunashirikiana naye katika shughuli zote za kijamii. Kwa pamoja tu niseme kuwa nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge na viongozi wote kwa pamoja kwa namna walivyojitoa katika hili na kulibeba, na niendelee kuwaomba kwamba tusiishie hapa. Pale tutakapohitaji msaada mwingine pia wafungue milango, na nyinyi kama waandishi wa habari ni waombe kwa pamoja mrushe hizi taarifa zisambae sehemu mbalimbali ili tuweze kupata msaada kwa uharaka, tuweze kufanikisha hili swali. Ndio. Asante. Mimi ninachoweza kuiambia jamii ni kwamba kwa sasa matukio haya, kwanza tukiri, yamekuwa ni mengi ambayo yanatokea, na pengine tunapotafuta chanzo cha habari tunashindwa kupata ni kwa nini yanatokea. Lakini niungane na wenzangu walivyosema kwamba tuombe jeshi letu la polisi lifanye kazi pengine niseme labda liendelee kuongeza ulinzi na usalama kwa raia ili tuone kama matukio haya yatapungua katika jamii zetu. Lakini wale wanaokutwa na hatia, basi tuombe serikali iweze kuchukua hatua za haraka iwezekanavyo, na pengine hatua hizo zishirikishwe wazi kwenye jamii ili wenye nia ya kufanya matukio hayo waweze kuchukuliwa hatua na pengine waweze kuogopa na kuacha kufanya vitu.